Sasa tukio hili limeleta taharuki katika mtaa huu na jeshi la polisi hapa nchini limefika na kufanya taratibu zote za kufukua. Suleiman Mohamed ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Sindano, kata ya Makumbusho. Kweli taharuki ilikuwa kubwa ndani ya mtaa toka jana kunako saa 3 usiku, ndipo nilipopata mimi taarifa kupitia kwa mjomba wa marehemu. Aliponipigia simu saa 3 usiku nikafika hapa, na mimi kama kiongozi wa serikali huwa nikaja na timu yangu ya ulinzi shirikishi, tukajiridhisha. Nilipojiridhisha, nilipoona chumba kimetapakaa damu, basi na mimi nikaanza kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Na ilikuwa ni majira gani na ulikuta chumba kipo kwenye hali gani? Saa 3 usiku jana ndo nimepigiwa simu. Kwa hiyo hapo ndo nilipoanza kuyagamua hayo, lakini tukio nasikia limetokea alfajiri ya saa 11. Na baada ya kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, nini kiliendelea? Jeshi la polisi walinipa ushirikiano mzuri na wakaniambia usitoke hapo kwenye location, tunakuja. Na kweli baada ya nusu saa jeshi la polisi walifika, tukaingia ndani kwa ajili ya kulipekua, na kweli wakajiridhisha, lakini wakanitoa wasiwasi, wakaniambia mtuhumiwa bado tunaye, alishakamatwa tayari. Na baada ya kukamatwa mtuhumiwa, na leo tumeona taharuki imezidi kuwa kubwa, umati wa watu wa eneo lako wamekuwepo hapa. Nini kilikuwa kikiendelea ambacho wewe ulikishuhudia kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa? Okay, kushuhudia kwangu mimi kwa yule mtuhumiwa alivyokuwa anaojua na vyombo, na akasema kweli baba yangu mzazi yuko hapa chini, ndo hapo kwenye shimo, na baba yake mdogo yupo hapo naye. Tukamuuliza kwa nini ulifanya hivyo, akaniambia mimi nimejikuta tu nafanya hivyo. Ulitumia silaha gani? Akasema alitumia silaha ya shoka, na kweli tulienda kujiridhisha, tulikuta ile shoka ndani. Nyumba hii ina wapangaji inadaiwa, na wakati anafanya matukio hayo yote ya kuwaua watu wawili kwenye chumba kimoja, baba mzazi na baba mdogo, wapangaji walikuwa wapi kipindi hicho? Asante sana. Hiyo ndo kazi ambayo serikali inapambana nayo, kwa sababu serikali ni chombo. Serikali haina upana huo kuliko wananchi. Serikali inafanya kazi kutegemea wananchi taarifa. Siamini kama kiongozi wa serikali watu walikuwa ndani wakose kugamua chochote, si kweli. Na hata majirani wakati anachimba hili shimo, wengi wamemuona anachimba shimo, lakini walikuwa wajui nini kinachoendelea. Lakini kubwa ndani ilibidi ndio itoke taarifa sahihi kwa viongozi, aidha balozi au mwenyekiti wa serikali, ili lingeangamuka mapema sana. Lakini cha kushangaza mpaka nakuja mimi saa 3 usiku ndio tunaanza kungamua baadhi ya vitu. Kwa hiyo uzembe wa wananchi kutokutoa taarifa kwa wakati nayo inashirikia kuletea hayo matatizo. Pengine mwenyekiti, kwa historia ya mtuhumiwa, labda alikuwa na matatizo ya afya ya kiakili kufanya vile, kwa historia yoyote kuhusiana na yeye? Hapana, wala ana tatizo la kiafya, kwa sababu sio mara ya kwanza analisemea hili neno. Na mimi shauri la kwanza nililetewa na familia baada ya baba yake mzazi kukimbia humu ndani kunako kama miezi 4 iliyopita. Akanikimbilia kwangu kule, akaniambia mwenyekiti, wanangu wanataka kunichoma visu. Akasema sio kweli, kwa nini akuchome visu? Tukaja hapa, tulipokuja tukamkuta kule uani, kweli alikuwa anatumia pombe, na tumemkuta kweli na kisu na panga. Tukamuuliza shida nini, akamwambia mimi mzee ananifuatilia sana, ila nitamuondoa katika maisha. Tukamwambia uweze kutujibu hivyo. Tukamchukua tukampeleka kituoni, peleka Mwijuma. Tulipopeleka Mwijuma, jeshi la polisi wakampeleka Oysterbay, na akakaa kama wiki 2. Lakini mfuatiliaji wa kesi ni mshtaki. Kama mshtaki alifuatilia jambo, basi hata jeshi la polisi wanashindwa kuprove na jambo, akachukuliwa zamana, akarudishwa mtaani tena. Kwa hiyo sisi kama mtaa tulikuwa tunakaa naye attention, kwa sababu tuna ulinzi wa usiku, lakini usiku hatumuoni katika mitembeo ile ya harakati mbaya. Kwa hiyo tukajua pengine kijana amshaanza kutulia na hili, kumbe la kwake analo moyoni.